Yesu Kristo katika nafasi ya Injili. Na mimi naitwa Isaka Mwajanga, mwandaji na mtangazaji wa kipindi hapa New Life Radio Network. Nikualike basi moja kwa moja tuende sambamba. Neno nilokuja nalo leo msikilizaji, pengine kila mara najaribu kuzungumza kwamba yawezekana tungesafiri pamoja mimi na wewe, hata hapa ungekuwa na la kwako la kwamba mtumishi, mimi nataka leo bwana katika Biblia tujifunze jambo fulani. Sasa mimi kwa niaba yako tafadhali sana naomba tuende pamoja. Neno nililonalo kwa leo ni habari za upendo. Habari za upendo. Upendo. Wakati fulani kuna watumishi ambao husimama na kuzungumza kwamba kwa mfano linaweza katajwa kwa mfano neno hili la upendo. Mtu atasema neno upendo ili uone kwamba hili neno lina uzito. Katika Biblia limetajwa mara 1000. Neno upendo katika Biblia limetajwa mara 10. Unasikia Sasa mimi sitaki tuulize hayo, lakini najua hili neno zito. Ni neno ambalo linayo nguvu. Na bila shaka watu wanaishi kwa amani, ujue kuna upendo. Pasipo upendo pengine kujichukulia sheria mikononi zingelikuwa kila itwapo leo. Sasa hebu tuambie neno upendo Biblia inazungumza nini, na pengine kwa uelewa wako umeona nafasi gani ya upendo katika jamii yetu? Kwanza Biblia inazungumza nini kuhusu upendo? Amina sana mtumishi wa Mungu. Na ninaomba tu nikuambie kwamba pengine kabla sijaingia kwenye Biblia, lazima ufahamu upendo, kwamba tunavyozungumza upendo, kuna upendo kati ya mtu na mtu, lakini kuna upendo kati ya mtu na miungu, lakini kuna upendo na tunazungumza wa mtu na mazingira au vitu. Na tunavyozungumza swala la upendo, hebu tuangalie Mungu anazungumza nini. Hebu tuangalie kwa mfano Yohana 3:16 anasema nini? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Umesema kitabu gani? Kitabu cha Yohana 3:16. Naam, kinasema vipi? Kinasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwamba kama kweli tunatamani kupata uzima wa milele, lazima tuwe na upendo wa kweli. Hivi fafanuzi hapa ni kwamba Mungu alikuwa na mwanae. Naam. Wa pekee ni kwamba alikuwa huyo mmoja au namna gani? Alafu huyo sasa ndiye akamtoa ili aje ukomboe ulimwengu. Naam, nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Huyo ni wa pekee sana, lakini pia ambaye alionyesha mapenzi ya dhati sana. Na ndio maana akaja kwetu sisi kwa ajili ya kudistribute, au tunasema kusambaza ule upendo wa baba yake kwetu. Na tunavyozungumza, na ndio maana kwa mfano mrahisi sana hata tunapoingia tena katika Yohana kuna kitu kingine ambacho tunakiona. Hebu mtumishi wa Mungu, kama tunaweza tukasoma wote kwa pamoja. Kunaweza tukaona, hebu ingia kwenye kitabu hichi cha Yohana. Ingia mstari wa 13, ingia 13 pale tuone anazungumza. Sura ya ngapi? Ingia sura ya 13 pale. Mstari wa 14 pale. Kuna kitu ni mstari wa Yohana 13. Mstari wa 34. Yohana, kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 13 mstari wa 34. Biblia msikilizaji inazungumza hivi katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 13 mstari wa 34. Mmoja tu au? Naam, soma mstari mmoja. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani huyu anazungumza hapa? Nashukuru sana mtumishi wa Mungu kwamba hayo ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe ambaye alitupenda kwanza. Kwa hiyo swala ambalo sisi tunayo sisi sasa hivi, huyu Yesu ambaye yeye ndio sasa baba yake aliposema ni mtume nani, ndio yeye akajitokeza, alitupenda. Sasa hapa anasema tupendane kama anavyotupenda sisi, kama alivyotupenda sisi. Lakini pia mtumishi wa Mungu, tunapozungumza hivyo na tunavyoona swali hiyo, ni kwamba Biblia inapotufundisha kuhusiana na upendo, hicho ni kiini hasa cha upendo. Ni kawaida ni kwamba kwa kawaida kabisa inamaanisha ni matakwa wala sio hisia za moyo. Ni kwa nini ninapomaanisha hivyo? Yaani upendo ni tunazungumza hivi kibiblia hasa inazungumza kwamba upendo, kiini cha upendo kabisa ni matakwa wala sio hisia za moyo. Na tunavyozungumza hivyo ni nini inamaanisha? Yaani upendo huo ni nia ya hiari wala sio hisia zinazotawalika. Ni kwa nini inamaanisha hivyo? Kwamba unapokuwa tayari unapenda, kwamba haupendi kwa sababu tu unapenda, ni kwamba tayari ni kitu ambayo inatoka ndani ya nafsi na moyo wako. Na tunapozungumza upendo, maana yake hata unapoona familia nyingi zimeachana au watu wengi wamegombana, kwa mfano mtumishi wa Mungu, tunaweza kuzungumza mara nyingine sana, unaweza kukuta watu ni wagonjwa wanakuja, lakini pia kitu ambacho kinasababisha magonjwa mengi ukiangalia ni zile chuki.
kwamba mtu hana upendo ndani mwake. Ile upendo wa Kristo, sisi ni watu wa Kristo, na kama wewe ni mtu wa Kristo basi lazima upendo uwepo ndani mwako. Yaani mimi nisipokupenda wewe nani ataugua? Kwa nini? Ninashukuru sana. Usipopenda manake uwe tayari kabisa, usipokuwa na nguvu ya upendo ambao unawapenda wengine, lazima mtu anapokukwaza unaiweka ndani ya moyo wako. Na baada ya kuumiza moyo, uwe mna uhakika moja kwa moja tayari unasononeka ndani kwa ndani. Na unaposononeka ndani kwa ndani, hata saa nyingine ndio unapata magonjwa ya akili, wakati mwingine unapata pia magonjwa ya moyo, lakini mapresha. Magonjwa haya yote kuna ambayo yanasababishwa na mazingira, lakini kuna ambayo yanasababishwa na kujaza moyo, unashindwa kufanya kazi yake kwa kuzidiwa. Sasa umezungumza kitu kimoja ambacho pengine kabla hatujarudi hata huku kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Nimalizie hapa kwa umejaribu kuzungumza upendo huu, unasema ni matakwa yasiyo ya hiari, au yani nia ambayo ipo haitawaliki. Kwamba huwezi kusema kitu unachotawala unaweza kaongoza kwamba kiende huku kiende huku. Kwa hiyo upendo huwezi kaongoza kwamba nitawale upendo wangu ende huku na huku. Unapaswa sasa ufanye hivyo. Ni lazima upende. Si ndivyo? Sasa alafu umeongeza kwamba unatoka moyoni. Unatoka moyoni. Mara nyingine watu katika hizo semina za ndoa utasikia wanasema unampenda mtu kutoka moyoni. Sasa hapana utofauti kweli wa ule upendo wa mtu anampenda mchumba, anampenda mwenzake ili baadaye pengine wawe mke na mume. Ule unatoka moyoni, na huu hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo kila upendo unatoka moyoni. Na mbarikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa maswali yako ambayo ni mazuri sana. Ni kweli kabisa kuhusiana na upendo ule, ni upendo ambao unatoka moyoni. Lakini tunazungumza kwa habari ya upendo, kuna upendo ambao Yesu Kristo, ambayo tunaweza tukazungumza kwa habari ya Yesu Kristo kwamba unatokana na mbingu. Lakini pia kuna upendo mwingine vile vile ambao ni wa kishetani. Manake kuna watu wanapenda kweli, na ndio maana unaona uzinzi unatendeka sana na nini na vitu vingi. Ule sawa ni upendo, lakini si upendo wa kimbingu. Ule ni upendo ambao ni kampeni ya kishetani moja kwa moja. Na ndio maana tunapozungumza kwa wa kimbingu koje. Naam, nashukuru sana. Upendo wa kimbingu ni ule ambao unafanya kitu kwa mwenzako sio ili upate kitu, lakini unapenda kwa sababu ya yeye aliyoko ndani yako anakuhimiza ufanye upendo. Nani sasa ambayo ni Yesu Kristo yumo ndani mwako. Na yule Yesu Kristo anapokaa ndani mwako anakupa nguvu ya wewe kuwapenda wengine. Hata kama ni pale kazini kwako, ofisini kwako, mtumishi wa Mungu, unakuwa na uwezo wa kupenda wengine. Kwa mfano mrahisi tu, mnapata tatizo. Je, una uwezo wa kumsaidia mwenzako katika eneo lile au mazingira yale baada ya yeye kupata lile tatizo? Unatakiwa usimame kama nafasi yako kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, upendo wa kweli umo ndani mwako, hakuna unafiki ndani mwako, basi pale Mungu naye anajidhihirisha moja kwa moja. Kwamba aliyeko ndani yangu Yesu Kristo, mimi ni naye, wewe bila shaka. Na ndio maana tuko hapa. Sasa kama aliyeko ndani yetu ndiye anasababisha tupendane sisi kwa sisi. Watu katika kazi, watu mahala pa biashara, ndio. Sasa kuna watu pengine hawajamwamini Yesu Kristo kuwa kiongozi, au pengine hawajampokea Yesu kuwa kiongozi na baba katika maisha yao. Pengine kwa hali ya kawaida tufikiri vipi? Wao naye yuko huko ndani ndiye anasababisha wapendane. Maana pia wapo wanapendana tu vizuri. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Ninaomba nielewe mtumishi wa Mungu. Tukasema kwamba hebu ninaomba tusome neno kidogo, pengine ndipo utanielewa. Katika Yohana wa kwanza 4 na mstari ni ule, tuone mstari wa 20 mpaka mstari wa 21. Kuna Yohana 1. Kuna kitu kimoja ambacho ninakitamani sana mtumishi wa Mungu. Ufunuo huko au ni? Naam, ufunuo wa Yohana pale. Alafu utaona kitu gani ambacho Mungu anazungumza pale. Soma waraka wa kwanza wa Yohana 4 na mstari ni ule wa 20 mpaka wa 21. Nitaomba nisome kama ilivyoandikwa. Mstari wa 20 nasoma waraka wa kwanza wa Yohana 4, ni mstari ni ule wa 20 mpaka mstari wa 21. Naomba nisome, anasema hivi: mtu akisema anampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, tunachokimaanisha hapo au tunachokifikiri kwa sasa na ambacho kinatakiwa tuweke ndani ya fahamu na akili zetu, upendo umegawanyika kama mwanzo nilivyokuambia katika vipengele viwili. Kuna upendo wa kimbingu, lakini vile vile kuna upendo
wa upande wa kuzimu ambao ule unatokana na shetani kabisa. Na ndio maana pale nikakupa upendo kwamba mtu mwingine unakuta wanagongeana sigara, mfano mzuri tu, au pombe club, wanashiriki sigara, wanashiriki pombe. Naam. Alafu mtu nakupenda, karibu pombe. Asante sana. Au wakati mwingine anasema nakupenda. Kwa hiyo kama nakupenda basi tufanye zina, kama pengine sasa pengine matokeo yake ni kwamba kama hata unamwambia sigara sio nzuri kwa afya yako, lakini unamwambia mwenzako unampenda kwa kumpoteza hiyo afya yake, ndio unasema upendo wa kishetani. Huo ni wa kishetani moja kwa moja, mtumishi wa Mungu. Na tunapozungumza upendo wa kishetani au kwa mtindo huo au kwa namna hiyo, tunamaanisha nini? Kwa mfano tunavyozungumza akili ya mtu ni sawa, tayari tunasema na ibada, kwamba ibada ambayo umeshaifanya kwenye akili au kwenye ufahamu wako imeingia ndani mwake upendo, lakini upendo ambao umeingia wakati mwingine unakuta ni ibada ya kishetani, kwamba mtu yule kweli ana upendo, lakini upendo si wa kimungu. Lakini upendo wa Mungu, wa kimungu hauwi kutafuta kuwa na sababu, lakini pia ni wakutakia mwingine mema, ni wakutakia mengine mazuri, ni wakupenda kusaidiana kwa ajili ya mema ya kimbingu. Kama huo upendo hauko ndani ya maandiko, basi huo sio upendo. Na ndio maana watu wengi wanateseka, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo unadhibitisha nini basi kwamba hata mtu ambaye pengine sio sababu kwamba hajaokoka basi tuseme Yesu hayuko? Maana neno nasema yani ukipenda mtu tu basi kumpenda Baba kuko ndani mwake. Naam. Ndio maana ninataka nikuambie na nikuhakikishie kwamba mtu kumpenda haimaanishi kwamba upendo kila anayependa tayari ana Mungu ndani yake, kama anapenda kwa makusudi ya kipepo. Hapana. Kama kweli unampenda mwenzako au rafiki yako kwa sababu ya ile chemichemi ya uzima iliyomo ndani mwako kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, unatamani kumsaidia. Mfano unaenda unasaidia watima, unasaidia wajane, unasaidia wagonjwa, tayari ile moja kwa moja ni upendo wa kimbingu ambao hata Yesu Kristo aliofanya mwenyewe. Mwanzoni Mungu aliupenda ulimwengu na hata kamtuma mwanae wa pekee. Umesoma ni ngapi pale? Ni 3:16 Yohana. Sasa hebu tufafanulie hiyo hatua ilikuwaje? Mungu kaupenda ulimwengu, hakuja yeye bali kaona ni mtume mwana. Hapo ilikuwaje? Amina sana, mtumishi wa Mungu. Labda tu nikwambie kwamba tayari Yesu Kristo alikuwa na upendo wa dhati, kwamba alitupenda si kwamba tulistahili kupendwa, lakini kwa sababu alikuwa ameshaamua na ametupenda dhahiri ndani ya moyo wake, na sisi amesema ni sura na mfano wake. Kwa hiyo tunakaa duniani kwa ajili ya kumwakilisha Mungu pale alipo mbinguni. Kwa mantiki hiyo au kwa design hiyo, Mungu aliumia sana alipoona kwamba mwanadamu anapotea. Na baada ya kuona kwamba mwanadamu wa kwanza amepotea, alisikia machungu na maumivu makubwa, akasema, "Je, nitaacha vipi huyu mtu wangu apotee kwa namna hii hapa?" Hivi upotevu huo ulikuwa ni upi mpaka Mungu aseme wanapotea? Na mtumishi wa Mungu, baada ya hilo, upotevu huo ni baada ya kampeni au hii project ya kuzimu ya kwamba tayari wanaanza kutembeza watu, wameanza kuishi kwenye uzinzi, wameishi kwenye ulevi, kwenye mambo ya ajabu na manasa kila namna. Huko ni kupotea tayari, mtumishi wa Mungu. Kwa sababu ya upendo aliopo naye ndani mwake Yesu Kristo, ndio maana akaamua kushuka moja kwa moja na kuja kuzungumza. Hapo awali basi hapakuwa naona hakuwepo Yesu, yani ile hali ya Mungu Yesu haikuwepo mpaka sasa, kwamba anasema ni mtume nani awakomboe. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Mtumishi, labda tu nikwambie kwa mfano mrahisi, wewe binafsi ukaambua hata kata kidole kwa ajili ya rafiki yako ambaye unampenda, au kwa ajili ya mchungaji wako, au kwa ajili ya bosi, au kwa ajili ya nani, ni swala gumu mno hata kama utanibisha kwa wakati. Kwa ina maana dhahiri ilikuwa ni swala ambalo lilikuwa lazima umbebeshe mtu mizigo, lazima mtu afe. Unajua kuondoa uhai sio jambo la kawaida. Hakuna mtu yote ambaye anatamiria au anaweza akatoa uhai kwa ajili ya mtu yote. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa ni swala lazima wa discuss kama mbingu. Ilikuwa lazima waweke kikao, kwa sababu ni jambo zito sana kwamba mwanadamu anapotea. Na kwa sababu ya upendo wa huyu Mungu, na ndio maana akaamua akasema hivi, ni mtume nani? Lakini kwa sababu Yesu Kristo ambaye ni mwana wake wa pekee kabisa, ambaye Baba anaye mwenyewe, ambaye hakudhamiria amtoe, lakini kwa sababu alitupenda, aliamua moja kwa moja na akadhamiria kabisa, akasema nitume mimi Baba, nipo tayari. Ninachomaanisha, Yesu aliupenda ulimwengu. Ndiyo. Hata akamtuma mwanae wa pekee ili aje aukomboe na mtu asipotee. Kabisa. Sasa ni kwamba kama anatumwa mtu, anatumwa mjumbe. Ndiyo. Sasa anatumwa mjumbe ambaye ni Yesu mwenyewe ili aje tukomboe. Pale awali tulikuwa tunaishi na nani? Mpaka sasa anatumwa kwamba jamani nimekuja. Kwa watu walikuwa wanaishi pasipo Yesu au ilikuwaje? Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu.
Labda huku ni kuambia tu kwamba unanirudisha mwanzo, kule kwenye kitabu cha Mwanzo, ya kwamba Mungu alikuwa tayari ni uumbaji, na uumbaji wa Mungu ulikuwa umeshafanyika pale. Lakini Mungu baada ya pale, tunakumbuka baba yetu pale Adam na Hawa katika bustani ya Eden, walikuja wakaasi pale. Na baada ya kuasi, mwanadamu akaendelea kutembea ndani ya laana zile pale, akaendelea kutembea ndani ya hali na hatua zile pale. Lakini kwa sababu tayari tulikuwa tuna Mungu, ndio tulikuwa na Yesu, ndio alikuwepo. Lakini mtumishi, lazima ufahamu jambo hili na ujue jambo hili kwamba pamoja na yeye kuwepo, hakuna ambaye tayari alijitokeza kwa ajili ya kumeza au kuchukua dhambi zetu sisi. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi chini ya uvuli wa mauti. Na ndio maana ukisoma katika Warumi 6:23 anasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri mauti kutokana na kwamba tulikuwa tukizazi cha dhambi. Lakini baada ya hapo, Yesu Kristo kwa sababu ana upendo wa dhati, kwa sababu anatupenda na anatupenda ndani mwake, ndio maana akaamua kujitoa kabisa, akamtuma mwanawe Yesu Kristo, na Yesu Kristo akaja kutukomboa kwa sababu ya upendo huu hapo. Na mtumishi wa Mungu, asante sana. Lakini pia mtu akisema anampenda baba na ampendi ndugu yake anayemuona, Biblia inakataza kwamba huo sio upendo. Hebu tuambie hili inakuaje, kwamba basi pengine mtu amekuuzi, anakuuzi kila siku na kukosea kila siku, basi wewe unaamua mpende Mungu, unaachana naye. Kwa nini haiwezekani kusema na upendo wa namna hiyo? Mtumishi, tukubaliane, Mungu ni pendo, Yesu Kristo ni pendo, na ndio maana akajitoa msalabani. Wanasema kwamba Yesu Kristo ni pendo, kwamba kama una Kristo ndani mwako, basi lazima nguvu ya upendo iwepo ndani mwako, maana Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Na kwa hiyo unavyosema unampenda ndugu huyo na hauna upendo, basi uwe na uhakika hauna Mungu kabisa, kwa sababu Mungu akae sehemu ambaye hakuna upendo. Na ndio maana unakuta watu wengi wanaenda makanisa mbalimbali, kwa manabii, kwa mitume, makanisa wapi, wanatafuta uponyaji, lakini unakuta wamesahau kitu kidogo sana. Kuna watu wamewashikilia ndani mwao, wameshindwa kusamehe na kusahau kabisa ndani mwao. Ile imekuwa kama mzigo ndani mwao. Yesu Kristo anapokuja ili awabariki, ili awasaidie, ili awaponye, tayari anakuta kule wamebeba mizigo ndani mwao, hakuna upendo. Lakini ni ukweli kabisa, unapokuwa na upendo ndani mwako, Mungu anakuwa tayari kusema na wewe. Mungu anakuwa tayari kukuhudumia, nafasi na kuwepo, na Mungu anakaa sehemu ambayo kuna upendo. Ni kwa nini? Basi labda nikuambie tu kwa design hii. Unapotaka mtumishi wa Mungu pengine uweze kumpenda mtu ambaye amekukosea, ni lazima kwanza ukubali kwamba hata na wewe ni mkosaji, hakustahili. Na ndio maana Mungu akaendelea kukupenda hivi hivyo ulivyo. Lazima jitathmini, ona kwamba lile kosa, lazima hatua ya kwanza, kama umeona kwamba wewe ni mkosaji tayari, mmoja ya kwanza. Lakini la pili, lazima muone yule anayekukosea kwamba sio yeye, bali ni roho inayotumika ndani mwake, ndio maana anakukosea. Lakini swala lingine la tatu, lazima uyabebe yale makosa, uyaone, je, kama ni wewe umekosea ingekuwa vipi? Lakini wakati mwingine lazima ufikiri ule mtu aliyekukosea, kuna jambo angalau moja, hata kama ni dogo, alishalifanya lizuri ndani mwako. Kwa hiyo lifikiri lile moja ambalo tayari alishalifanya, ili na wewe uwe na nguvu ya kumsamehe mtu. Basi unarudi kumpenda. Naam, unarudi kumpenda. Haya, kwa hiyo kwa namna hiyo sawa. Na okay, basi pengine mtu anaweza kapita hapo. Lakini tayari hapo sasa inabidi ampende baba, basi ndiye ataonyesha kwamba upendo wake umekamilika, si ndivyo? Ameshampenda jirani yake ambaye anamkosea kila leo kwa kujiuliza hivyo, basi anyway, basi tu nampenda. Lakini bado kumpenda Mungu ni kufanya nini? Huyu kumpenda hivi, anaomba hiki, umempa, anakukosea, umemsamehe. Kumpenda Mungu ni namna gani? Asante sana mtumishi wa Mungu. Kumpenda Mungu ni kule kutoa muda wako, kutoa mali zako, kujitoa hata wewe binafsi, lakini pia kuitoa roho yako kumtumikia Mungu kwa namna zozote zile, bila kujalisha mazingira kwamba watu wanakusema vipi, bila kujalisha mazingira yanazungumza nini, bila kujalisha kipato kinasema nini. Kule kujitoa ndani mwako na ule utayari wa kutumika, kule ndiko tunakosema kumpenda Mungu. Kupenda kuongea naye kila wakati. Saa nyingine unaamka saa 8 ya usiku, unapiga maombi, unazungumza na baba yako. Saa nyingine unajitoa kufunga, unaombea wengine, unasaidia wengine. Huko ndiko tunakosema kumpenda Mungu. Pengine unasaidia yatima, unasaidia maskini, unasaidia wote pale. Manake mfano mtumishi wa Mungu, mfano mrahisi tu, hata ajali unazoona mara nyingine, unakuta ajali imetokea, badala ya mtu kukimbilia kuokoa nafsi ya yule ambaye tayari amepata ajali, uone dunia jinsi imeisha. Mtu anakimbilia mali zake kwanza, alafu ndipo aje kuwaza juu ya swala la kuokoa uhai. Unaona ni jinsi gani hakuna utu ndani ya watu. Unaona ni jinsi gani ushetani umeingia ndani ya watu. Kwa hiyo unatambua moja kwa moja upendo hakuna. Na ndio maana leo hii damu zinamwagika nyingi. Nchi inadai damu nyingi za watu wasiokuwa na hatia.
habari za kina Kaini na Abili sasa zinakuja kujia hata ndani ya taifa wapi na wapi. Ni kwa sababu gani? Upendo hamna ndani mwetu. Upendo hamna, jirani kwa majirani, ndugu kwa ndugu, leo wanauana wenyewe ovyo. Leo hii watumishi wa Mungu wanasengenyana badala ya kuhubiri injili ya kweli. Wamebaki kwenye kupenda pesa na matumbo yao baadhi yao. Na mtumishi wa Mungu, nashukuru sana kwa msaada. Lakini pia hebu tuje hapa kwenye wakati tunaendelea tu na hilo la kumpenda Mungu namna gani? Naona bado unaendelea kufunguka vizuri, utaendelea. Kumesema hata kutoa roho, kujitoa roho yako. Unamtumikia Mungu na kujitoa roho. Hapo tuone tuweke vizuri. Mtumishi wa Mungu. Pengine kuna mtu anapenda roho yake, mimi tena nitoe roho yangu. Unatoaje roho? Nashukuru. Inawezekana jambo simple, rahisi tu, lakini mtu anafikiri. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Kiukweli tuseme kuna vitu ambavyo kwanza watumishi wa Mungu au wasikilizaji wasielewe vibaya kwamba ni kuanza kujichinja sasa, au kuanza tupeleke mtu theater kule atolewe roho yake itupe kule Yesu apokee. Hapana. Ninachokizungumza kuitoa roho yako, ingawa sio rahisi, lazima ujikane. Ukweli wa mambo, lazima Roho Mtakatifu akusaidie na ujikubali ndani ya fahamu na fikra zako kwamba tunapozungumza kutoa roho yako, yani ni kwamba kuacha akili zako, fahamu zako, mawazo yako na kila kitu chako kitawaliwe na Mungu. Kwamba kabla hujasema, hujafanya, hujafikiri chochote, unamwambia Mungu. Yani Mungu anakuwa wa kwanza. Nicho ambacho ninachokimaanisha mtumishi wa Mungu. Lakini tofauti na hapo, tayari utakuwa haumpendi Mungu sasa. Kwa hiyo tunasema lazima uwe kutoa roho yako, maana yake wewe ni kujiweka tayari kwa ibada kila saa. Ibada ni nini? Lazima uwe ndani ya fahamu zako na fahamu ile kwamba unakumwabudu Mungu kila wakati, unamtafuta hata kama ni kwenye gari, hata kama ni sehemu gani, lazima unamtafuta na kumtafakari Mungu. Huo ndio tunasema ni upendo wa kumpenda Mungu. Naam, lakini unapokaa kufikiri vitu vingine tofauti, tayari ni ibada nyingine umeshaingia kule. Na tayari Mungu anaona kwamba wewe umeweka yale matatizo au yale mambo unayaona juu na ule upendo ukashusha chini. Kama unakuwa hauna upendo, tufanye mfano mrahisi tu. Kwa mfano ni kuambie au mtumishi wa Mungu, kwa sasa tu una rafiki yako wa karibu sana ambaye unampenda sana na unazungumza naye, unapiga naye story mara nyingi sana. Kwa mfano tuseme, sijajua kama umeona mchumba au na mke wako wa karibu, na akaja mtu mwingine wa tofauti kabisa, akaja akakuuliza kitu fulani, labda akakuomba kitu. Alafu kuhusu mke wangu au mchumba wangu. Naam, tuseme mchumba wako au mke wako sasa. Ndio amekuja na kuomba kitu mke wako yule, na mtu mwingine, yani yeye mchumba ndiye ananiomba mimi kitu au mtu mwingine ananiuliza habari za mchumba wangu. Nashukuru kwamba mchumba wako anakuomba kitu, lakini vile vile kuna mtu mwingine anakuomba kitu hicho. Kwa mfano hiyo Biblia yako, mimi nakuomba, nahitaji niende naye niitumie, na mke wako anahitaji kuitumia. Mtumishi wa Mungu, hebu niambie, utampa nani? Utampa mke wako au utanipa mimi? Tuendelee tuone kwamba siku hiyo taamua, siku ambayo ikifika inaamua kwamba sasa nampa nani, na pengine kwa kadri ya maelezo. Sasa wewe tuendelee. Ninachomaanisha, lazima utampa mke wako kwa kuwa ndio mtu wa karibu, ambaye ni rafiki yako, ambaye ndio una mapenzi naye ya dhati kabisa. Kwa hivyo hata Mungu anapotaka kutubariki, anambariki au anamsaidia mtu kwa wepesi zaidi yule mtu ambaye yuko karibu naye, kwa maana ya kwamba mapenzi yote yameelekeza kwake. Na ndio maana ni muhimu sana tukajitoa kabisa, tukamwachia Mungu atawale kwanza fahamu zetu, akili zetu, fikra zetu. Tumpe pia muda, tusikubali tu hata kama ni kazini kukaa bila kukaa na uwepo wa Mungu. Na ndio maana anasema hivi, Musa kuna mahali walifika akiwa na wana wa Israeli, akasema, Baba, usipokwenda pamoja na sisi hatutatoka hapa. Ni kwa nini? Kwamba ukutoka kama hauna uwepo wa Mungu, tayari basi ule upendo umeondoka ndani mwako. Lakini watu wengine akasema, tunapotoka hapa, akamwambia Farao, tunaondoka na kila kitu chetu. Leo watu wameokoka, hawataki kuhubiria ndugu zao, hawataki kuhubiria, kutembea waanze kuhubiri injili ya Yesu Kristo, kwamba wanaonesha hawampendi huyu Yesu Kristo, na ndio maana hawatembei kulitangaza neno la Mungu. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kama unampenda Mungu, utajitoa wakati wote, sehemu yoyote, kwa ajili ya kulitangaza pia jina lake. Asante sana. Sasa niacho na tafakari kwamba licha ya neno kusema asiyempenda jirani, asiyempenda ndugu, asiyempenda mwanadamu mwenzake anayemuona, anasema nampenda Baba, huyo anajidanganya. Lakini pia neno jingine linakuja kusema kwamba mpende jirani au rafiki au ndugu kama nafsi yako unavyojipenda. Niache ukitafakari hilo. Msikilizaji, hii ni 96.7 FM New Life Radio Network, inatangaza moja kwa moja kutoka Bomang'ombe, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, Tanzania. Mimi ni mwandaji na mtangazaji wa kipindi, naitwa Isaka Mwajanga. Leo ni siku nyingine tena nzuri ndani ya kipindi cha Tujifunze Biblia. Tunazungumza habari njema za Yesu Kristo kuhusu neno upendo. Bila shaka hata wewe
naona una neno hapo ambalo pengine msikilizaji ungeweza na wewe kuchangia kwamba upendo, na hata sasa pengine unatamani hata mtumishi hapa, kwa nini asiseme hivi. Asante sana kwa mawazo mazuri hayo uko nayo. Tunashukuru sana kwa kwenda pamoja na wewe. Lakini leo mimi niko hapa katika eneo la hospitali ya Nkwaranga au Nkwaranga Hospital hapa wilaya ya Rumeru mkoani Arusha, Tanzania. Lakini pia niko pamoja na mtumishi ambaye yeye kwanza ni mtumishi katika hospitali hii, lakini pia ni mwinjilisti, anahubiri habari za Yesu Kristo huku na kule, mahala kwa mahala. Lakini pia hata kwa wakati mwingine naona anatengeneza hata kanda, watu wanasikiliza, anahudumu moja kwa moja ibada mbalimbali. Sasa kwa leo tuko pamoja naye, anaitwa Pendaeli Emmanuel Sikawa au Dr. Sikawa. Kwa hivyo basi yeye ndiye tunazungumza pamoja kwa siku ya leo. Na pengine basi huu ni wakati mzuri ambao pia tunaendelea kuzungumza habari njema za Yesu Kristo kuhusu neno upendo. Karibu sana Emmanuel Sikawa. Asante. Niambie basi hilo kumpenda rafiki kama nafsi yako namna gani? Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Anaposema kumpenda rafiki yako kama nafsi yako, manake ni nini anachomaanisha? Kuna vitu ambavyo tunawatendea wengine lakini sisi hatupendi kutendewa. Kuna wakati ambapo tunafanya masaibu mengine, mambo mengine magumu sana, mfano ya kumuibia mwingine, kumnyang'anya mwingine, kumjeruhi mwingine, au kumkwaza mwingine, hata kwa kumsengenya, kumsemea mambo tofauti ambayo si sahihi, au kumsemea vibaya na tofauti jinsi ambavyo mbingu inamuona mtu yule. Manake hivyo tunavyomaanisha tayari kule hauwezi ukaifanyia nafsi yako vituko kama hivyo. Kwa hiyo ni nini ninachokimaanisha? Kwa design hiyo, kumpenda mwenzako kama nafsi yako, lazima umfanyie vile vitu ambavyo hata leo hii wewe ukifanyiwa unafurahi, unajisikia amani. Kama neno unasema usipende kumtendea mwenzako usivyopenda wewe utendewe. Naam, usipopenda wewe kutendewa. Lakini mfano mtumishi wa Mungu tukiangalia hata Wakorinto wa kwanza 16:14 anasema ngapi? Wakorinto 1:16 mstari ni ule wa 14. Hebu tuangalie pale Mungu anazungumza nini. Anasema hivi, kwa mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Na hivyo ndivyo ambavyo maandiko yanatuambia kwamba hata kama ni kitu chochote unachokifanya, hebu kifanye ndani ya upendo. Yaani hata kama, manake mtumishi wa Mungu unapokuwa umeokoka, hata kama ni ofisini, ni shambani, ni sokoni, ni wapi, mazingira ambapo unakaa, hata kama watu wameifanya jana mdogo, wewe unatakiwa kubadilisha pawe kama paradiso. Kwa nini? Kwa sababu ya ile roho yako ya upendo. Lazima ueneze ule upendo pale, lazima uonyeshe nguvu ya upendo, uonyeshe jinsi gani upendo una nguvu. Lakini uwe makini, kwa sababu upendo ule shetani anaweza akaubadilisha akaweka kwa namna ya kumtukuza yeye au kumuinua yeye shetani na kuinua kuzimu kabisa. Kwa hiyo katika upendo wako lazima uyaweke kwa mazingira. Hapo namna gani shetani atajivunia upendo wangu? La, mtumishi wa Mungu, asante sana. Ni hivyo, ni kwa design gani au ni kwa jinsi gani? Upendo wako wewe unaweza, kwa mfano mrahisi tu tuseme umekaa sehemu, labda kuna mtu unampenda, labda wewe ni kaka au wewe ni baba au wewe ni nani, tuseme mtu wa kiume yoyote yule, katika mazingira ambayo yana attract hali ya dhambi kabisa, kuvutia hali ya dhambi, ya kutenda dhambi. Yaani kaka na binti. Kaka na binti, kwa mfano mrahisi